Rafiki wa faida, hizi ni tofauti 5 za kiteknolojia kati ya iRiza ya Simba na iRiza ya Azam. Karibu kwenye channel ya Power Tech. Leo tutafanya mlinganisho wa mabasi mawili yanayozungumzwa sana nchini Tanzania. iRiza mpya ya Simba Sports Club na iRiza ya Azam FC. Mabasi haya yote ni ya kisasa, ya kifahari na yameboreshwa kwa teknolojia za hali ya juu. Lakini swali kubwa ni hili: nani kamwacha mwenzake kiteknolojia? Katika video hii tutachambua tofauti 5 muhimu za kiteknolojia kati ya mabasi haya mawili. Kama bado haujasubscribe channel hii, basi hakikisha umesubscribe channel hii. Namba 5, chassis na mfumo wa utendaji. Moja kati ya tofauti kubwa ipo kwenye chassis zinazotumika. Basi la Simba linatumia chassis ya kisasa ya Scania ambayo inajulikana kwa nguvu kubwa ya injini, matumizi mazuri ya mafuta na mifumo ya kisasa ya usalama wa safari. Kwa upande wa Azam, iRiza yao inatumia chassis ya Mercedes-Benz ambayo nayo ni maarufu kwa uimara, faraja na teknolojia za kuendesha kwa urahisi. Kwa kifupi, Scania mara nyingi hupewa sifa ya nguvu na uchumi wa mafuta, wakati Mercedes-Benz hupewa sifa ya faraja na utulivu wa safari. Namba 4, mfumo wa burudani ndani ya basi. iRiza mpya ya Simba imeboreshwa kwa skrini za kisasa zaidi pamoja na mfumo wa kisasa ulioboreshwa kwa ajili ya wachezaji na benchi la ufundi. Kwa upande wa Azam, basi lao pia lina mfumo wa burudani wa kiwango cha juu, lakini teknolojia mpya zilizoongezwa kwenye basi la Simba zinaonekana kwenda sambamba na viwango vya kisasa zaidi vya mabasi ya timu kubwa duniani. Hii inawapa wachezaji mazingira bora zaidi ya kupumzika wakati wa safari ndefu. Namba 3, mifumo ya usalama, yani safety features. Mabasi yote mawili yana teknolojia za usalama za kisasa kama ABS, Electronic Stability Control na mifumo ya breki za kisasa. Lakini kwenye toleo jipya la Simba kuna maboresho zaidi kwenye mifumo ya kusaidia driver kudhibiti gari katika mazingira magumu na safari za mwendo mrefu. Hii inaongeza kiwango cha usalama kwa timu nzima wakati wa safari. Namba 2, teknolojia ya faraja kwa wachezaji. Basi la Simba limewekewa viti vya kisasa zaidi vinavyoweza kurekebishwa kwa urahisi pamoja na nafasi kubwa ya miguu. Pia lina mfumo wa hali ya hewa ulioboreshwa ili kuhakikisha joto linasambaa sawa sawa ndani ya basi lote. Azam nao wana kiwango kizuri cha faraja, lakini maboresho ya hivi karibuni kwenye toleo la iRiza ya Simba yanaifanya iwe karibu zaidi na mabasi yanayotumiwa na klabu kubwa za Ulaya. Namba 1, muonekano wa kidijitali na teknolojia mpya. Hii ndiyo tofauti inayovutia zaidi. iRiza mpya ya Simba imekuja na muonekano wa kisasa zaidi wa kidijitali, taa za LED na za kisasa, mfumo wa udhibiti wa vifaa vya ndani kwa teknolojia mpya na muundo unaoendana na mabasi mapya ya iRiza yanayotumiwa duniani. Kwa upande wa Azam, basi lao bado ni la kisasa, lakini kwa kuwa ni toleo la muda mrefu zaidi, teknolojia za hivi karibuni zinaonekana zaidi kwenye toleo jipya la iRiza ya Simba kuliko basi la Azam. Je, Simba kamwacha Azam? Jibu ni kwamba mabasi yote mawili bado yako kwenye kiwango cha juu sana cha teknolojia. Hata hivyo, kwa sababu basi la Simba ni toleo jipya zaidi, lina faida ya kuwa na maboresho ya kisasa zaidi kwenye baadhi ya maeneo ya teknolojia, usalama na faraja. Lakini wewe unaonaje kati ya iRiza ya Simba na iRiza ya Azam? Ni ipi unadhani ina teknolojia bora zaidi? Hebu niandikie maoni yako kwenye comment hapo chini, na usisahau kulike, kushare pamoja na kusubscribe kwa video nyingine za teknolojia na mambo ya digital. Asante kwa kutazama na tukutane kwenye video ijayo.